kuona reform no election. Je, TLS anasema TLS ina uwezo kama, yani ametuuliza kama je TLS inaweza kawaita hao vigogo hawa. TLS ndio mshauri wa umma, ndio mwanasheria mkuu wa serikali anaishauri serikali, katibu wa bunge anaishauri bunge. Mtu pekee ambaye anashauri umma na kuishauri serikali ni TLS. Na TLS haiwezi kuwa imara kwenye mambo ya Simba na Yanga. Kwenye changamoto ngumu kama hizi ndio sisi tunapotakiwa tuinamishe kichwa na kuja na majawabu. Na ndio maana tunaanza na majawabu haya mezani kwa kuzungumza. Lazima tupate majibu. Kwa sababu sisi TLS hatuamini. Kwa sababu nimesikia watu wanasema nimesikia wengine wanasema wenzetu Kenya walipata katiba baada ya vifo, watu damu kumwagika. Mwingine anasema wapi Ghana, mwingine anasema wapi kwamba kulikuwa na bunduki, kulikuwa na mapigano. Wale yalitokea kule, sisi tujifunze. Kwa hiyo huwezi kukaa unasubiri, yani kitu ambacho tuna majawabu yake tunasubiri mpaka tuone wakati taasisi zipo za kitaaluma. Kwa nini tusikae tuzungumze, tutafute majibu kabla tujafikia sehemu isiyostahili? Kwa hiyo sio kwamba eti kwa sababu huku hiki kilifanyika ndivyo kilivyo basi lazima kila kitu kiende kwa mtiririko huo. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba kama TLS tutatumia nguvu ya ushawishi kuwaonyesha watu hawa hoja za msingi. Hakuna Mtanzania anayestahili kufa ili nchi hii ipate katiba. Kwa sababu anayekuambia kwamba kuna mtu anatakiwa kufa ili tupate katiba, atuletee hiyo orodha ya watu tuwaue kesho kutwa tupate katiba. Kwa sababu kuna haja gani ya kusubiri Oktoba au kusubiri mwezi gani kama hivi you can kill people to get the constitution? Sisi tunachotaka ni kwamba tuje mezani, wote wana hoja. Hamna mtu wa kujificha kwamba muda hautoshi. Na mtu asije akakwambia muda hautoshi. Muda hautoshi kulingana na nini? Muda hautoshi kulingana na nini? Tunakosaje muda kwenye mambo ya msingi kama haya ya taifa? Bora usimamishe shughuli zote, turudi, muda unatosha. Hamna mambo ya muda hautoshi. Mimi nataka nikuhakikishie, muda hautoshi kulinganisha na nini? Lazima tujue kwamba taifa letu hili ni kitu cha muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Hatuna kitu cha kuchezea. Kwa hiyo sisi kama TLS tunachojaribu kufanya ni kutengeneza ushawishi wa hoja, tukae chini, tujue ni mambo gani tunaweza tukayafanya. Kama nilivyosema awali, yawezekana tukawa na affirmative action ikawa na nguvu kuliko hata katiba, ikawa na nguvu kuliko sheria. Ili mradi wote tumekubaliana kwamba ujinga huu wote hatuutaki. Tuonyeshe ustaarabu, tubadilike, tulijali taifa letu, tuimarishe demokrasia yetu. Kazi ya TLS ni kujaribu kuinvolve na kuinvoke hizi brain faculties za watu zifikiri kuleta majawabu baada ya kufikiri kukatana mashingo na kunyofuana utumbo tukifikiri. Kwa sababu huwezi kujua, wewe unajiandaa watu wafe, aliyekwambia wewe ndio utakufa ni nani? Inawezekana ni wewe. Sasa kwa nini tusiepushe jambo? Kwa hiyo sisi TLS tunasema kinga ni bora kuliko tiba, na meza ya mazungumzo haishindi kuleta majawabu kwa watu wenye akili timamu na kwenye taifa linalojua umuhimu wa demokrasia, utawala bora na utawala wa sheria. La tatu, mabishana kikatiba, kuitana kukaa pamoja. Je, kama kuna majibu inaonyesha anazungumza kwa ujumla wake yanarelate na mengine, ni kwamba kuhusu swala mabishano ya kisheria na kikatiba na muda, yani anaonyesha je huu muda unatosha? Mimi nataka nikuambie hii katiba ya mwaka 77 ilipitishwa kwa siku ngapi? Kwa siku ngapi? Na watu wangapi? Ilijadiliwa bungeni kwa masaa mangapi? Yalifika hata matatu. Kwa hiyo tusiseme kwamba hakuna lisilowezekana. Lazima tuamue. Tunachotakiwa kusema ni hakuna uhai wa Mtanganyika au Mtanzania tutaruhusu upotee kwa sababu zinazoweza kuepukika. We are here to value life. Kwa hiyo tunachotaka kusema, huu ni wajibu wa serikali iliyoko madarakani na kwa vyama vya siasa. Vielewe, hakuna mbuzi wa kafara. We are here to live and enjoy life in abundance. Zoezi la uchaguzi sio zoezi la kivita. Ndio maana mimi nilikuwa nauliza siku moja kwamba mimi kwenye uchaguzi sitarajii kuona sijui magari, sijui mwanajeshi. Kwenye uchaguzi ni sera, karatasi za mpiga kura, sanduku la mpiga kura,
majukwaa ya kisiasa, watu wajinadi. Mwabukusi nikishindwa nirudi, manake watu wamenikataa, nikubali kuongozwa, na siku nyingine nijipange nirudi. Hii nchi na watu milioni 60. Kwa hiyo hauwezi kuwa na monotony au monopoly ya watu wachache kufikiri wanaweza wakaamua. TLS inasimama upande wa umma. Sisi hatutaogopa mtu, hatutaogopa cheo, hatutaogopa lolote. Ndio maana tunasema lazima tuje kwenye meza ya mazungumzo, tujaribu kujadiliana na tutoke na maazimio mema kama taifa. Hamna mambo ya kuzunguka pembeni. Huyu anasema nitafanya tu, huyu anasema ufanye tu, huyu anasema nitaua, huyu anasema utamuua nani? Nchi sio yao. Unapokuwa chama cha siasa tumekupa dhamana tu, tumekuajiri. Ndio maana unapewa ruzuku kutoka kwenye kodi zetu. Unapokuwa kwenye serikali haina maana una akili kuliko wananchi wote. Ni dhamana utuongoze kwa muda mmoja, kwa sababu hatuwezi kuungana wote hapa tukaanza kufanya maamuzi bungeni. Tukatoka wote tukaenda kufanya maamuzi ya Wizara ya Ujenzi. Kwa hiyo lazima wote tuheshimu hizi structure. Kwa hiyo mimi naamini hakuna, kwa muda uliopo, kuna uwezekano mkubwa wa kufanya marekebisho yanayohitajika madogo, ili angalau kuwe na fairness. Yale yanayohitaji substantive sasa, ili yabadilishe ile framework za utendaji za nini, yatasubiri muda. Kwa sababu kwa mfano, nakupa mfano mdogo. Unaona hii tume yetu ya uchaguzi, component ya wajumbe wa tume ya uchaguzi ndio component iliyoko kwenye mataifa yote tunaona yana tume nzuri. Lakini na sisi hoja inakuja, wanapatikanaje kule walikotoka? Kwa hiyo utaona ukitaka kwenda kwenye sehemu kubwa, ile structure kubwa, haiwezi kufanya kazi hii kwa miezi 6. Ukitaka kufanya hizo structure adjustment zote, huwezi kuzifanya kwa kipindi kifupi. Ndio maana tunasema katika haya mambo tunaweza tukaja na affirmative action, lakini vile kukubaliana ni mambo gani ya msingi ambayo tuyafanye. Kwa mfano, mimi nitakupa mambo ya msingi. Msimamizi wa kituo cha kura anasimamia kura za Mwabukusi. Kwa nini umlazimisha akaapishwe na wewe ambaye asimamii kura zako kutunza siri zako? Kwani anatunza siri za nani? Alafu mwisho wa siku wewe uwezi kumpa barua kwa wakati akawahi kwenye kituo, unasababisha sokomoko. Mambo kama hayo hayatatuliki juu ya meza, kwamba kila mtu aapishe mtu wake anakoweza. Makamishna wake hapo si wamejaa kila sehemu. Kwa nini akaapishwe kwa mkurugenzi? Kwa nini asiapishwe kwa wakili kule? Wewe ndio unamfahamu mgombea wako, na kala umepeleka huku, nenda mgombea wako akishaapa kwako, kiapo ni kwa ajili ya kulinda siri zako, sio kulinda yule, sio mwajiriwa wa mtu wa nani. Hayo ni mambo yanaweza kufanyika kazi. Nikupe mfano. Jambo lingine, kwa nini ukate wagombea kwa sifa zisizowezekana? Hayo si mambo tu mnaamua kwamba hakuna mgombea atakatwa isipokuwa kwa zile hajafikisha umri, sio raia wa Tanzania, hana zile sifa ambazo zimetajwa kisheria. Sio mtu ameandika kaa kubwa baadaye kaa ndogo na mwambie umekatwa. Huyu anaitwa Mwabukusi Kajunjumera akaandika Mwabukusi K, unasema K ni mwingine umekatwa. Mambo yale kwa nini tusiondoe? Mambo yale yanawezekana. Unakwenda kuajiri wasimamizi wa tume huku chini. Tume haiwezi kuajiri. Kwa nini unaweka kifungu kama awe mtumishi wa umma? Kwa nini usiache watu wengine tu? Awe ni mwanahabari, ni nani anaweza kufanya kazi ile, kwa nini asiende kufanya? Unaona, yale ni maeneo yanayofanyika kazi, inawezekana. Haya, swala la chaguzi kupingwa mahakamani, chaguzi zote, hili linawezekana kabisa, kwa sababu tuna maamuzi ya mahakama ya rufaa, kesi ya Kaburu. Watu wapinga. Haya ni mambo mafupi ambayo tayari yapo, yanawezekana bila kubadilisha structure yoyote. Nimetaja tu machache, lakini nia yetu ni kuhakikisha kwamba sanduku la kura litoe uamuzi. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema kwamba tukiangalia jambo hili kwa uzito wake, hii changamoto inayobishaniwa tunaweza kama taifa tukaipatia majawabu na wote wakaingia kwenye uchaguzi kabla ya Oktoba. Lakini lazima tujenge mfumo wa kuheshimiana na kukubali ukweli kwamba tulikuwa na changamoto, na changamoto zimejionyesha, kwa sababu sheria ni hizi kwa kiasi kikubwa, kanuni ni hizi kwa kiasi kikubwa. Tuliziona zikifanya tofauti 2015. Kwa maana yake kukiwa na affirmative
action na makubaliano ya pamoja ya kijamii zinaweza zikafanya vizuri, huku tukiendelea kuona namna bora ya kufanya. Ila yale maeneo ambayo ni too greasy ndio tuyafanyie kidogo kuyasafisha, nuru ionekane. Kwa mimi naamini kwamba tukikaa pamoja kama taifa, wadau wote, katika hali ya kuheshimiana na hali ya kuacha kukebeiana, yani hakuna mtu anayependa kukebeiwa. Mimi ni rais wa TLS hapa. Usipotambua nafasi yangu sitakutambua, na ukija nitajaribu kukuonyesha umuhimu wangu. Lakini nikitambua nafasi yako na wewe utatambua nafasi yangu, nitakuengage kwenye issue iliyoko mbele yetu. Let's learn to engage. Tuzungumze kama taifa, au la tuliangamize hili taifa kwa kiburi chetu cha kipumbavu. Asante.